ninaendesha mahubiri mbalimbali. Unayenisikiliza naitwa Sauli Ibrahim Chakupewa, ni mwinjilisti. Ninapenda kukuletea ujumbe. Kabla ya kuanza ujumbe wa leo, natamani nikuambie kwamba mpendwa wa msikilizaji, penda kufuatilia sana katika channel hii, maana tutakuwa tunajifunza masomo mengi. Endapo utafuatilia utajikuta Mungu atakufanyia jambo jipya, utabadilika, Mungu atakufanyia wepesi. Sasa naomba nifungue kwa maombi. Na kushukuru Mungu kwa masaa haya na majira haya. Asubuhi ya leo tunakwenda kujifunza maneno yako, tupe kibali na nafasi. Bwana, yupo msikilizaji ambaye anakwenda kufuatia maneno haya. Bwana, jidhihirishe na umtendee mambo mapya. Kupitia neno hili Bwana, likamfanye kuwa nuru yako. Na kushukuru Bwana kwa kutakuwa nasi. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mpendwa msikilizaji wangu, natamani tuende kujifunza somo linaloitwa Mungu ni nuru. Tunapozungumza nuru ni nini? Nuru ni hali ya kuwa na mwanga. Unaona mtu akichukua taa akaiwasha, giza linatoweka, nuru inaingia. Sasa nuru watu wengi wanaitaka lakini hawaitafuti. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtu anatamani kuwa na nuru, lakini mwisho wa siku badala ya kupata nuru anapata giza. Sasa nisizungumuze sana, naomba tuende kwenye maandiko. Funua kitabu cha Zaburi sura ya 27 na mstari wa kwanza. Biblia katika Zaburi sura ya 27 na mstari wa kwanza, nitasoma kama maandiko yalivyoandikwa. Biblia imeandika hivi, Zaburi sura ya 27 na mstari wa kwanza. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Nini tunajifunza kupitia maandiko haya? Kupitia maandiko haya tunajifunza kwamba Bwana ni nuru ya uzima wangu. Bwana ni nuru yangu na uzima wangu, nimwogope nani? Sikiliza mpendwa wangu, nikwambie unayenisikiliza. Watu wengi leo wamekuwa wakiogopa vitu vya dunia hii. Watu wengi leo wanaogopa kifo. Watu wengi leo wanaogopa kutukanwa. Watu wengi leo wanaogopa kusema vibaya, lakini hawaogopi kutenda yale mambo ambayo yanaweza kuzuia nuru ya kweli. Sikiliza nikwambie, ipo nuru ya kweli. Nuru ya kweli ni nini? Nuru ya kweli ni Bwana. Nuru ya kweli ni Yesu. Yesu alikuja duniani kama nuru, kuondoa giza. Sisi tulikuwa tumetiwa giza, lakini Yesu Kristo akatumwa kwa ajili ya kuondoa giza. Sikiliza nikwambie mpendwa wangu, katika asubuhi ya leo natamani kila mmoja awe na nuru. Kubali kumfuata Yesu ili uwe na nuru. Unaona leo vijana, wazee, wanawake, wanaume, wavulana, wasichana wanapambana kuhakikisha wanapata nuru. Lakini nuru gani wanaitafuta? Zipo nuru za aina nyingi. Zipo zingine wanadhani kwamba katika kutafuta fedha ni nuru. Wengine wanaamini kwamba katika kutafuta utajiri ni nuru. Wengine wanaamini katika kutafuta uongozi bora ni nuru. Lakini sikiliza nikwambie, nuru ya kweli ni Yesu. Yesu anaweza akakusaidia akakupa nuru. Ukipewa nuru ya Kristo utakuwa na uelewa wa kutambua na kuyabainisha yapi yakupasai kutenda na yapi haupaswi kutenda. Katika dunia ya leo nuru ya Kristo imepungua miongoni mwa watu. Unaona watu wengine walikuwa na wahubiri wakubwa lakini leo wamezima wahubiri tena. Unaona mtu alikuwa ni mwimbaji mkubwa lakini leo nuru imechomolewa, hawezi tena kuingia kwenye kuimba. Unaona mtu alikuwa ni mtu ambaye anapenda huduma ya maombi lakini leo simwambie habari ya maombi. Maana yake nini? Nuru ya Mungu imetoweka ndani ya maisha yake. Kwa giza limeingia, mwisho wa siku amebaki hana kitu. Nuru ikipungua, mambo mengi utajikuta hayaendi vizuri. Mpendwa msikilizaji wangu, wapo watu wengi leo wanatamani kumjua Bwana, lakini kwa sababu baadhi ya watu wamekuwa wakijichafua, unajikuta hata wale ambao walikuwa hajamjua Bwana wanashindwa kumtambua Bwana kwa sababu waliokuwa na nuru imeondoka na mwisho wa siku wamejichafua. Kwa hiyo wanashindwa kufanya uhubiri mzuri, wanashindwa kuwa hamasa nzuri kwa wale ambao hawajamjua Mungu. Mpendwa wangu, ninapoanza leo asubuhi ya leo, natamani kuona kila mmoja anayenisikiliza jioni ya asubuhi ya leo aweze kuwa na kutambua nini maana ya kumtumikia Bwana katika nuru yake. Unaweza ukawa unawaza, mimi sitamani kutumika na Bwana, natamani niwe tajiri mkubwa, niwe na mali nyingi. Lakini sikiliza nikwambie, mali nyingi, utajiri mwingi bila Yesu ni bure. Unaweza ukawa unatamani kuwa na fedha nyingi. Sikatai, sina maana kuwa na fedha ni dhambi, sio dhambi.
lakini fedha hizo ulizonazo, je, zimepatikana kwa njia gani? Leo nataka nizungumze kwa habari ya nuru. Vijana, naomba mnisikilize. Vijana wengi leo wanawaza mambo ya dunia, wanasema wanaendana na usasa, lakini sikiliza nikwambie, kijana ni mtu ambaye amesemekana kwenye Biblia ni mtu mwenye nguvu. Nguvu zipi sasa? Nguvu za kijana sio kupigana, nguvu za kijana sio kutukana, nguvu za kijana sio uongo, nguvu za kijana ni kumtumikia Bwana. Jioni, asubuhi ya leo natamani kuona watu wanaonifuatilia kwenye channel hii wakimpokea Bwana, Bwana akibadilisha maisha yao, Bwana akifanya wepesi, Bwana akiongeza nuru ya maisha. Nuru ikiongezeka, unaona mtu anahubiri kwa viwango vikubwa. Nuru ikiongezeka, unaona watu unapotembea watu wanafunguliwa. Nuru ikiongezeka, mtu aliyekuwa amekata tamaa, Mungu anamtia nguvu. Kwa sababu nini? Ipo nuru. Kazi ya nuru ni kuongeza nguvu. Kazi ya nuru ni kuondoa giza. Giza ni nini? Giza ni yale matendo maovu. Giza ni nini? Giza ni zile dhambi. Giza ni nini? Giza ni yale mambo yanayozuia wewe kukutana na Mungu. Ondoa giza mbele yako ukutane na Mungu. Ondoa giza mbele yako ukutane na ufalme wa Bwana. Ondoa giza mbele ya maisha yako. Ondoa giza kwenye maisha yako ili kusudi Bwana afanye kazi kwenye maisha yako. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, ili Bwana afanye kazi kwenye maisha yako, lazima giza litolewe kwenye maisha yako. Na ili giza litolewe kwenye maisha yako, lazima ukubali kumsikiliza Kristo. Lazima ukubali kumsikiliza Bwana. Bwana ukimsikiliza ataiondoa giza na atakufanyia wepesi wa maisha, atakufanyia wepesi wa kutembea katika njia zake. Watu wengi leo wanatamani kuwa waimbaji wakubwa, watu wengi leo wanatamani kuwa wahubiri wakubwa, watu wengi wanatamani kuwa wanamaombi wakubwa, lakini kwa nini hawawezi kufikia hizo ndoto? Sababu ni moja tu, wametafuta giza wakaliweka mbele ya maisha yao. Wametafuta giza wakalisogeza, wakalikaribisha kwenye maisha yao, aidha kwa kutenda dhambi, pengine kwa kufanya vitu ambavyo vimpendezi Mungu. Wamejikuta giza limeingia kwenye maisha yao. Mwisho wa siku Bwana hawezi kufanya maisha na watu wa namna hiyo. Badala yake Bwana anataka kuona vijana, wazee, wanawake, wavulana, wanaume wote wakimtumikia Bwana katika hali ya usafi. Kwa leo asubuhi hii natamani kila mmoja anayefuatia mahubiri haya apokee nuru mpya ikambadilisha kwenye maisha yake. Pokea nuru katika damu ya Yesu Kristo. Nuru ya Bwana ikutendee mambo mapya. Nuru ya Mungu ikiingia, maisha yako yatabadilika, historia yako itabadilika. Hata mtu aliyekuwa anakudharau kwa sababu na nuru, unaona hata unachokifanya kinaendelea. Nini? Nuru ipo. Nuru ikitoweka, mtu wa Mungu, huwezi tena kuiona ufalme wa mbinguni. Huwezi tena kuona hamasa ama hamu ya kwenda kwenye ibada. Unaona mtu alikuwa anapenda kwenda kwenye ibada, lakini leo unashangaa hatamani kwenda kwenye ibada. Shida ni nini? Giza limeingia kwao, limezima ile nuru iliyokuwa inamhamasisha kwenda kwenye ibada. Sikiliza nikwambie, mtu alikuwa anatamani kuhubiri, ana wito wa kuhubiri, lakini leo unaona wahubiri wengi wamepoa. Sababu sio kwamba ni wao, no, nuru imeondolewa, giza limeingia. Kumbe ni hasara kubwa sana, mtu wa Mungu, kama unaingia kwenye ibada, pengine hujamjua Mungu, lakini ukaikaribisha giza. Ni hasara kubwa, kwa sababu utajikuta unaweza ukatumika kwenye ibada, unaweza ukaenda unaenda kuabudu, lakini kama ndani ya maisha yako umekaribisha giza, mtu wa Mungu, naomba nikwambie, unafanya kazi bure. Leo asubuhi ya leo, kubali Kristo aingie kwenye maisha yako. Yesu Kristo ni nuru ya uzima. Hakuna nuru nyingine duniani wala iwezayo kufikia nuru ya Bwana. Nuru zipo nyingi, zipo taa. Wengine kwenye majumba yao wamenunua zile taa kubwa, wakiamini kwamba hii inaweza ikaondoa giza. Ni kweli, giza la kawaida linaweza kaondolewa, lakini giza lile la rohoni haliweza kuondolewa kwa sababu ya taa hizi za kununua dukani. Nuru ya kweli izidio taa za dukani. Ipo nuru ya kweli inayozidi mataa yote duniani. Ipo nuru ya kweli inayozidi hata magari yenye mataa makubwa. Nuru hiyo ni Yesu Kristo. Mkubali Yesu Kristo kwenye maisha yako, naye atakufanya kuwa nuru. Napomaliza, naomba nisisitize, mtu yeyote ambaye anapenda na anakubali kutumika na Bwana, kubali nuru ya Yesu itawale maisha yako. Iwe ni mwinjilisti, iwe ni mwalimu, iwe ni mchungaji, iwe ni askofu, iwe ni nani, bila nuru ya Yesu kamwe haitakusaidia, kamwe hautafanya chochote. Badala yake utafanya vitu kwa mapenzi yako. Naomba ufanye kazi kwa mapenzi ya Kristo. Naomba ufanye kazi kwa kuongozwa na nuru ya Kristo. Mpe Yesu maisha yako. Uache kuingia kanisani na kutoka. Uache kuingia kanisani na kuingia. Unaingia unatoka, unaingia unatoka. Naomba kila mmoja unapoingia kwenye kanisa, unapoingia kwenye ibada, mtukuze Yesu kama inavyotakiwa. Mwite Yesu kama inavyotakiwa. Niingie kwenye maombi, nikuombee mtu wa Mungu, ili Yesu afanye nuru kwenye maisha yako, ili Yesu abadilishe maisha yako.
Na kushukuru Mungu kwa majira haya na masaa haya. Asubuhi ya leo yupo msikilizaji ambaye ananifuatilia. Bwana, tumejifunza neno la kwamba nuru ya uzima ni Mungu. Mungu, wewe uliye nuru ya uzima na kweli, yupo msikilizaji anayenifuatilia. Naomba asubuhi ya leo ukambadilishe historia ya maisha yake. Naomba asubuhi ya leo mfanye kuwa nuru ya uzima. Naomba asubuhi ya leo, kama vipo vifungo, ipo giza lililotumwa, likaondoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika majira na masaa haya Bwana, naomba mguse mtu wako. Nakushukuru Bwana, hata yamefanyika si kwa mapenzi yangu ila mapenzi yako. Nimeomba nikiamini kupitia ndani ya jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Msikilizaji wangu, karibu sana kwenye channel hii. Leo ni mwanzo tu, lakini tutakuwa tunaendelea kujifunza masomo mbalimbali. Mtu wa Mungu, napomaliza naomba nikwambie tu kwamba ili ufuatilie mahubiri haya, naomba usubscribe, uone subscribe, ili kusudi mahubiri hata hapo ya ubiri wewe unakuwa wa kwanza kuyapata.